House. Wengine wenu hapa sio wageni hapa, lakini tulitumia ujumbe na Kioni ati wanakuja kutukabidhi ripoti ya Limuru 3. Kasema basi, ingawaje leo nilikuwa na shughuli zingine, nikasema nitafunga hiyo yote nije kurudisha nyinyi hapa. Manake kulikuwa na porojo mingi sana ati jamaa wanaenda ukule Limuru kusiasa siasa ya ukabila, siasa ya kutenganisha nchi na kadhalika. Nikasema hiyo ni rubbish. Tuko na demokrasia katika taifa letu. Kwa Kenya wana uhuru ya kunena, uhuru ya kushirikiana, uhuru ya kukaa pamoja bila idhini ya mtu wengine. Hiyo ni demokrasia. Sasa nilienda huko, nikapigiwa simu mingi sana kabla ya Limuru. Tafadhali baba, mwambie hawa watu hairishi hii maneno. Hii maneno itatenganisha watu. Simu nilipigiwa mpaka nikafunga simu. Watu wengi sana walikuwa na wasiwasi zaidi. Wengine ni wetu wenu tu wako na nyinyi, lakini wakasema ati watu wengi hawajashirikishwa. Kwa hivyo hii maneno itatenganisha watu, italeta joto mingi sana katika eneo zetu. Hatutaki mkutano wakati huu. Kasema moja, hii endelee tu, hiyo nyingine unataka itakuja baadaye. Kuja baadaye, ndio. Sasa Kenya tumetoka mbali bila mnajua. Eneo hii ya mlima ilipigana sana, kuna mambo ya wakati wa koloni. Kwa sababu gani? Yule mbeberu kuna aitwa Lord Delamere ambaye alikuja hapa. Alikuja na farasi kutoka huko upande ya Somalia, akaingia na mlima hapo, mlima Kenya, akapitia pande ya Laikipia hapo, akaja huku chini, akavuta pande hii ya Nyeri, akaingia hapo pande ya nini hapo, hata nini hapa, alienda kule Meru kwanza, akaingia hapo Nyeri, na akaingia huko pande ya Murang'a, akaingia Kiambu, akateremka akaenda Nyandarua mpaka kule Thompson Falls, akaingia kule kwa bonde huko chini, akapita Njoro, Molo huko mpaka endelea mpaka kule Eldoret mpaka Kitale. Alafu sasa akarudi akaonana na gavana anaitwa Bwana Elliot, akamwambia kwamba nimeona mmejenga reli imetoka Mombasa mpaka kule Kisumu, lakini reli hakuna kitu ambaye reli itafanya, itakuwa ni hasara tu. Bila walisema katika House of Commons ati the Lunatic Express from nowhere to nowhere. Lakini nimeona nchi mzuri sana ambayo iko ripe for development, naweza kufanya hapa large scale agriculture. Na hiyo sasa tutakuwa tunazaa mali ambayo gari ya moshi itabeba kipeleka huko bandari ya Mombasa. Na hiyo itafanya hii mradi itakuwa iko viable. Bas kama akasema tutaka tufanye namna gani? Akasema niko tayari kurudi huko Ulaya, nilete wazungu wakulima, mkinihakikishia kwamba kila mzungu nikileta hapa atapata shamba ekari 10,000 bure na wafanyikazi. Kasema hiyo ni kitu kidogo sana. Wakaandikana. Sasa wakaandikana. Sasa jamaa akaenda na hiyo na Ulaya.
akaenda London kwa town hall, akaongea na watu ati kule tumeshika nchi ambayo ni kama ile ya Biblia, inajaa na asali na mana. Na pale sasa nimekuta watu wanakaa pale wajui mambo ya kilima. Tukakubaliana kila mtu ambaye amekuja huku kulima atapata ekari 10,000 bure. Na watu weusi wakufanyia kazi ni mapagazi. Akaenda Birmingham, akaenda Manchester, akaenda Liverpool, akijaribu kushawishi watu kuja. Lakini wakati hiyo habari ya Afrika ilikuwa ni mbaya sana huko. Afrika mambo ati nini, kuna umbu, kuna malaria, kuna bilharzia, kuna nini wanyama wale wa pori, na vile vile kuna ile wild natives. Kwa hivyo hatari, watu wengi walikuwa wataki kuja. Aliporudi hapa akaenda huko sasa, akamwambia angalia huko Afrika Kusini. Akachukua meli Mombasa, akaenda mpaka kule Durban. Sasa Durban pale akaongea na watu. Akaenda tena East London, akaenda Cape Town, akaenda Kimberley, akaenda Johannesburg. Kule alipata wazungu ambao walikuwa hawagopi Afrika, tayari wamekuwa hapa. Kule hata mababu yao na babu ya babu yao ndio walikuwa wamekuja hapa, na watu wengi walikuwa ni mpagazi katika mashamba ya wazungu wengine ambao matajiri. Sikuambia ya kwamba wewe utapata shamba yako wewe mwenyewe na wafanyikazi. Wakasema hiyo ni hewala. Wakaja wale makaburu ambao walikuwa wakulima hapa, wengi wao walitoka Afrika Kusini, waliletwa na bwana Dontelemea. Hawa ndio walikuja hapa na walikuwa tayari wameanza siasa ya ubaguzi huko. Wale makaburu walikuwa ni watu mbaya sana. Wakashika sasa kwanza huko mlima mpaka Kitale. Hapo ndio ni sasa. Kwa sababu hiyo watu sasa walikuwa watu natolewa kwa mashamba yao, na inakuwa large scale farm ya wazungu. Lakini hao watu hawakuenda huko Kakamega, manake kule walikuwa na sema ardhi si mzuri. Hawakuenda Kisumu, hata kule pwani hawakuenda. Kwa sababu hii mambo ya vita ya ardhi ilikuwa tu hapa Central. Manake hakuna shamba ya Mjaluo ilichukuliwa. Hakuna shamba ya Mluhya ilichukuliwa. Ilikuwa tu shamba ya Wakikuyu hapa, wengi walichukuliwa na Wanandi na wa Kipsigis kuchini, na Masai. Masai, unajua hii yote ilikuwa kiwanda Nyanyuki, na hiyo Laikipia yote, Nyandarua yote hii chini yote ilikuwa ni ya Masai. Unaona kina Ngop, Ole Kalau, hizo jina zote ni jina ya Masai. Sasa Masai waliweka hapo Naivasha corridor, 10 mile corridor, ya kusema Masai kutoleka upande ile ya Laikipia kupita na ile Shezi ng'ombe yao. Shezi ng'ombe. Wanataka kuleta ng'ombe ya grade. Sasa wanapita na hiyo ng'ombe yao enda huko Narok na Kajiado huko chini. Hiyo ndio ifanywa Masai. Sasa wale kwanza wanataka kuleta nini? Ile ng'ombe ya grade. Ati sasa inakuwa ni ya ranching area, large scale. Sasa ng'ombe ya grade wakaleta. Lakini sasa kama na shida wao.
ile ng'ombe ya grade wakapata, ulikuja hapa ilikuwa napigwa na ile mvungo zinakufa, wakileta zinapigwa na mvungo zinakufa. Wakaambiwa ya kwamba inatakana mfanye crossbreeding. Hadi sasa leta ile dume ipande hizi za kienyeji, alafu izaa ile breed ambayo itaweza sasa wakaleta dume ile Holstein, alafu sasa wakaweka, kulikuwa Mkikuyu wakaweka pale kama mchungaji. Sasa ako pale na hii ng'ombe dume ameweka pale na wale wa kike. Mwezi umepita na kuna chochote kitu kinafanyika. Anatembea huyo na makiki, anatembea na dume anatembea. Sasa mzungu akabadilisha Mkikuyu akaleta Masai. Masai akakaa hapo kwa wiki mbili, akamwambia mzungu, mimi najua shida iko hapa. Hii kazi yafanyike hapa. Akamwambia hii dume umeleta anazoea ati kama ni anataka kupanda kike nasimama na yeye anapanda. Lakini hizi dume yetu ya kike ya Kiafrika inazoea napanda juu kwa mbio. The African zebu cow is used to being served running. So sasa ndio hiyo ndio mzungu sasa akasema basi hiyo ndio leta mambo ya AI, artificial insemination. Sasa kwenda na kamua mbegu alafu nakuja unadonga alafu, lakini hiyo ni on the light note. Sasa watu walipigana, baadaye sasa wale wengine wakaja wakaungana pamoja, Waluhya, Wajaluo, Wakamba, kusema sisi tunaungana na ndugu wetu, nataka uhuru. Hiyo ndio sasa nationalist movement ilikuja hapa. Na hiyo nationalist movement kuunganisha na ile movement ambayo ilianzishwa na Mau Mau imeleta uhuru na imezaa ile taifa inaitwa Kenya. Sasa kwa hivyo tunasema uhuru wa Kenya walipata kwa shujaa, kwa jasho, na hiyo uhuru mpaka tuyalinde. Lakini baadaye sasa tumekuwa tunatawala kama Waafrika na kukaja na dhuluma wakati ya utawala hiyo. Hii ni experience ambayo nchi mingi zimepitia. Wakaleta chama kimoja, baadaye sasa ikawa sasa ni mama na baba, kusema ngwe ndani. Tukaja tukaungana tena kama Wakenya, tukapigania uhuru ya pili. Hii ni ukombozi ya pili. Watu wengi tena waliwekwa jela, kama vile wakati ile ya Mau Mau watu walikuwa na jela, wengine walikuwa na wawa kama kina Kimathi. Huyo harakati ya ukombozi ya pili vile vile watu wengi waliuawa na wengi wamewekwa ndani. Lakini baadaye tukafaulu, alafu tukasema tubadilishe katiba. Lakini wale walikuwa pale walikuwa wataki mambo ya katiba. Tukapigania tena sana mambo ya katiba, tukaleta hii katiba mpya ambayo tulileta ya 2010. Haikuwa kitu rahisi. Ndio kule Bomas tulitofautiana, wengine wakasusia wakatoka. Sasa hii katiba tulipata inasema ni work in progress. Ilikuwa compromise. Manake ile ugatuzi tulikuwa naye hatukupata. Tumepata ile katiba ambayo ugatuzi ni ndogo 47.
ili ya Bomas zilikuwa 15. Lakini sasa hii ndio tuko naye. Lakini kitu ambayo iko ni kwamba wale ambao wako kule sio wale wote ambao wana imani na hii katiba. Kwa sababu kumekuwa na shida juu ya mambo ugavi ya rasilimali. Tulisema pale ati minimum 15%. Ilikuwa ni makosa. Tulikuwa tunafikiria kwamba wale wakuwa pale wataona umuhimu ya kupeleka mali mingi zaidi. Lakini sasa wakakaa sasa hapo tumekoma tu hiyo 15%. Ukiona ile ya Nigeria iko na ugatuzi mara 3. Kuna local, kuna state, na kuna federal. Sasa kwa Nigeria, local ni 20%. State 35%. National 14%. Kwa hivyo kule Nigeria 55% of resources imegatiliwa is devolved. Only the national government, the federal government only remains with 45%. Na serikali inaendesha huku Nigeria. Hapa hao watu kazi ambayo inatakikana ifanyike na serikali ya counties wamekaa naye huko juu. Hawataki kupeleka pesa chini. Manake bado wako na ile mentality ya ile ya zamani ambayo kila kitu kinafanyika hapo treasury na OP. Hawataki pesa iende chini. Ndio serikali ya counties mingi ya pesa wanapata ni ya mshahara tu ya watu. Ile ambayo inabaki kwa development ni kidogo sana. Unaleumu magavana ati gavana the bulk of the money going to the counties mainly for recurrent expenditure. They don't get sufficient money for development. Alafu watu wanalaumu hao watu mabarabara ni mbaya, sijui nini. Lakini hakuna pesa ya kutosha. Achimba naambia wewe ataporanya huyu. Anajaribu. Tulisema pesa mingi tunaweza kupeleka chini. Tunaweza kupeleka chini. Kwanza matibabu imegatuliwa. But the bulk of the money is remaining here. The expenditure, the health expenditure at the national level is increasing even in this current budget. And yet there are no drugs in most of the hospitals today. You have serious problems with payment, even for salaries of the medical staff. But the bulk of money is remaining. The vote of the health ministry has been increased. Many other things, water, agriculture. Kwa nini serikali kundi inanunua mbolea? Mbolea money should be given to county governments to buy fertilizers. But wao ndio watataka kununua. Manake wanataka kuchukua commissions. Hii ni sababu tu. Procurement. Mambo ya barabara. Mimi nilikuwa waziri wa barabara na ujenzi. Mimi nilileta hii Kenya Road Board, nikaleta Kenha, nikaleta Kera, nikaleta Kura. Wakati hiyo ilikuwa unitary system of government, tulikuwa tujaleta devolution. That's why we created those agencies to introduce more efficiency in management, so that you move away from the bureaucracy of the civil service. Lakini under ugatuzi with devolution, there's no need for Kura and Kera. You only need Kenha. That the national government deals with the national highway, international highways and trunk roads. But the rural access roads, hii barabara ndani ya miji, hiyo is responsibility ya county government. Why should the Ministry of Roads in Nairobi hapa kuwa na barabara Mombasa, au barabara Nakuru,
barabara Kisumu, ati kuna wakamwambia gavana ati hii barabara iko na pothole Simba hii. Sema hiyo barabara si yangu, hiyo ni ya national government. Ndani ya Kisii Town. Kisii Town. Sababu ati mtu wa kera hapa ndio anaangalia barabara hizo ya reserves. Ati barabara hii si hawezi kuguza, ni ya national government. Kwa sababu ya tender commission, ni sababu yake peke yake. So this system is very inefficient because the people who are running it do not understand what devolution means. That's why you have a problem. Now, in terms of resource allocation and division, sharing, we said you need to have equity, not equality, equity. Equity means that you divide money in proportionate to the population. This is why in the BBI, we talked about one man, one vote, 1 shilling. And I mean, I never go for populist politics. I always talk the truth. It is not discriminating against other part of the country. We made provision for equalization fund. Areas which have been neglected during the colonial period and under those other government prior to the new constitution coming to power. And that's where you put money to deal with the historical neglect in areas zingine. But in terms of allocation of resources here, there's nothing wrong with this formula of one man, one vote, 1 shilling. It's a conversation you must have. And let's just be open about it. Just be open about it. It's an issue which is so logical. And if you go to any other country where there's devolution, Nigeria, it is the same formula being used. If you go to Brazil, they use the same formula. When I was chairing the Parliamentary Select Committee on Constitution, which actually started the Bomas process, I traveled around the world. I went to the UK. I saw England. I saw Scotland. I saw Wales and Ireland, Northern Ireland, the system. They are not the same, different in terms of devolution. I went to Mexico. I went to Japan. I went to India. So what we actually introduced here was informed by a wealth of experience. And we brought one of the most experienced constitutional lawyers here to head the process. I went to the Commonwealth Secretariat and told them we are looking for somebody who is experienced, a qualified lawyer in constitutional matters, drafting. They told me, fortunately or unfortunately, the best person we have here is a Kenyan. I say, who? Professor Yash. And I came back here and we talked to Nyayo to convince him with the then Attorney General, Amos. I made the suggestion, then Waku said, yes, Mzee, that is the best if you can agree to accept. We sent Waku to go and search for Professor Yashpal Gai. At that time he was in America. And he brought Professor Yashpal Gai here. Guy is the one who then chaired this process, and we give him all the information that we had about this. So that formula we are talking about
is there. It was in the spirit. It was even in the draft of the first of Boma's draft. 1 vote, 1 man, 1 vote, 1 shilling. And I think it is something that is logical. Okay? So we just generally, gentlemen, in conclusion, we want to thank you for coming to share the report with us. It is part of a national conversation. And I think that this conversation can put us in the second phase of improving those 10, 20% that many people said were bad in the draft, in this draft that we have here. It should help us. And I think we really need to go back there and be able to constitutionalize it so that it becomes a way of sharing resources. And then we increase. We had said in BBI that minimum 35%. Move it officially from minimum 15% to minimum 35%. Okay? Without very many remarks, I thank you, and I'm ready to receive the report. What is important are the issues that are facing us. If they can unite us, they can bring us together. If we can start addressing the issues that